Kibuyu cha asili kinakupa hadithi popote ulipo. Kibuyu cha asili, chemchem ya hadithi za mababu na mashujaa. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu. Yeye mmuita jini hapo mjakubaliana masharti. Sasa hilo mkishindwana simesha shindwana, kwa sababu hakuna mkataba wote ambao mnakuwa mmeingia. Unajua viumbe kama viumbe, mnapotaka kuingia mkataba lazima kuna makubaliano na mnaandikiana, sio kwa mdomo, kwa sababu kuna leo na kesho. Elimu yategemea mtu atafuta elimu ya aina gani. Elimu ziko nyingi na watu wengi wana elimu sana, ila sasa elimu ukizitoa kiolela zinaweza kugharimu sana, kwa sababu kuna wengine wanaamini kivingine na kuna wengine wanaamini kivingine. Lakini kupata elimu haizuiliwi, elimu zipo. Cha msingi tu mtu ajue kwamba, kwa mfano kama leo tunazungumzia sana Biblia, cha msingi mtu ajue kwamba katika kitabu cha Biblia huwa kinaishi kwa kodi namba. Sawa? Yaani kuna namba kwenye Biblia ambazo zinafanya kazi. Ukiona mstari umeandika si Zaburi 121 ina maana pale. Hawajaandika bure pale. Kuna kodi namba. Si kitabu kuna namba iko mle imeandikwa 666. Iko kwenye Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo kule nyuma kule. Imeandikwa. Kuna viumbe ambavyo vimeandikwa kule nyuma kwamba vitatokea baharini, vitafanya nini na nini. Vyote vimeandikwa, lakini zile ni siri, wameweka kodi, wameficha pale. Usingekuwa na viumbe ambavyo vitatokea baharini, wasingeandika mle. Na zile namba 666 wanakuambia ni mbaya. Zile ni kodi. Ndio maana watu hawapendi tutumie, kwa sababu ya nini? Ukizitumia zile utagundua siri. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu. Siri, unajua vitabu tumeletewa, lakini wao waliotuletea ndio wanazozitumia. Sasa zile siri ukisema utoe moja moja, unaweza kauzi watu wengine. Labda kuzitoa zile siri ambazo ziko kule kwenye vile vitabu na vile viumbe ambavyo vitatoka baharini, si vitafanyaje. Zile siri anatakiwa mtu mmoja mmoja akija ndio asema bwana nataka siri fulani. Anapewa, anaweza kaitumia yeye mwenyewe kama yeye mwenyewe. Na sio lazima aje na hela. Aje. Atapewa. Na katika kitabu cha Biblia mimi ninachozungumzia, Mungu hajawahi kuishi na mtu mzembe. Ukiwa muoga huwezi kaishi. Ndio maana kuna dunia na kuna ulimwengu. Ulimwengu kuna viumbe vingine vinaishi. Mungu haishi na mtu mzembe. Fuatilia katika kitabu cha Mungu. Wakina Daudi walipata ufalme baada ya kumuua Goliati. Wakina Suleimani walikuwa maarufu baada ya mama yake siku nifanyaje. Wakina Yuda, wakina Yohana, hata Yesu mwenyewe bila kuwa mkorofi asingewaweza wale watu wale. Walikuwa wabishi kama nini wale, wakorofi kama nini. Na alikuwa anazungumza kwa kodi namba. Ukifuatilia maneno yote ni kodi namba tu. Kuna nini cha kumalizia ili watu wafahamu kodi namba? Kodi namba walishasema hautauza wala kununua bila kutumia namba hiyo. Iko kwenye maandiko. Kuuza sasa hivi ukitaka utoe hela lazima uingize password yako. Ile ndio kodi namba. Sawa? Ukitaka kunitafuta mimi lazima utatumia namba zangu mimi ili unipate mimi. Na ukitaka kumtafuta Mungu lazima utumie kodi namba, kwa sababu Mungu ana jina lake pia na ana password yake pia. Ukitaka kumtafuta jini, majini yote yana namba zao kama tulivyo sisi binadamu. Si unanielewa hapo? Yaani majini pia yana namba zao. Na ndio maana watu wanatafuta utajiri, wanatafuta majini, lakini namba hawazijui. Wanakaa tu kusema majina tu, namtaka Maimuna, si namtaka nani, si namtaka nani. Yule ana namba zake. Ninachotaka kusema ni hivi. Sisi binadamu tupende kujifunza. Kwa sababu sisi ni waoga wa kujifunza, afu ni wavivu, tunakalia kulalamika tu. Tujifunze kila kitu kilichopo duniani
kina huduma yake na kina matumizi yake. Hata unapoona mti wa muhogo huu hapa, unapouona huu hapa, huu mti ukichukua hii pingili hii ukauchemsha, huu unatibu buti wa mgongo. Ukichimba hapa chini utapata muhogo, utakunywa hata chai. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba tupende kujifunza, tusipende kulalamika. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu. Muda wangu ni mchache sana. Natumai kwa hiki kidogo nilichokuandalia utapata mwendelezo wa vipindi tofauti tofauti na elimu tofauti tofauti kutoka kwake. Leo ndani ya Kibuyu cha Asili tumemtembelea vizuri kabisa, akatupatia elimu na bado tutapata kufahamu mengi sana. Jina langu naitwa Shukuru Chambuso Digara. Kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, kibuyu. Njooni tusafiri pamoja, tuguse maisha ya watu, asili na sauti za kale.